Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama, pia wananchi ambao ni wadau wetu muhimu, linaendelea kutekeleza majukumu yake ya kiusalama na ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu katika jiji letu la Dar es Salaam kwenye maeneo mbalimbali. Kwa kifupi sana, hali ya usalama kwa ujumla katika jiji letu la Dar es Salaam ni nzuri na wananchi wanaendelea na shughuli zao vizuri kama kawaida. Hata hivyo, pamoja na mambo mengine, huu mwezi Oktoba mpaka Novemba, ukiachana na mambo mengine, masuala ya msingi ya kushughulika na wahalifu katika mifumo ya kihalifu iliendelea, na mwezi Oktoba hadi Novemba, Jeshi la Polisi kwenye sehemu za mashauri yaliyofikishwa kwenye ofisi ya mashtaka, lakini baadaye mahakamani, kumekuwepo na mafanikio yaliyowezesha baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwenye vyombo hivyo vya kisheria kusomewa mashtaka, lakini baadaye wakapatikana na hatia, na watuhumiwa hawa walikamatwa katika muda tofauti tofauti ya mwaka huu na mwaka jana, ambapo mashauri yao yalifika mwisho. Sehemu kubwa ya makosa yaliyofikishwa kwenye vyombo hivyo ni makosa yanayohusiana na masuala ya ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Wote mtakumbuka miaka ya karibuni huko nyuma, jinsi kina mama walivyofanyiwa vitendo vya kikatili na wengine wakapoteza maisha, lakini watoto wadogo jinsi walivyokuwa wanafanyiwa vitendo vya kubakwa na kulawitiwa katika maeneo ambayo mnayakumbuka kwa record. Mashauri yale baadhi yake yamefika mwisho, na baada ya kufikishwa kwenye mahakama za kisheria, watuhumiwa walipatikana na hatia. Miongoni mwa watuhumiwa waliopatikana na hatia ni pamoja na mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Abubakari Memba maarufu kama Abu. Huyu ni mkazi wa Mbagala ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha jela na mahakama ya wilaya ya Temeke kwa kosa la kulawiti. Yupo mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Julius Justo Mbwambo, mkazi wa Ukonga. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ilala kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Yupo mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Paulo Elisha, mkazi wa Kawe, alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Kinondoni kifungo cha maisha jela kwa kosa la kubaka. Yupo mtuhumiwa mwingine aliyefahamika kwa jina la Eric Mwagama, mkazi wa Kimara, alihukumiwa na mahakama ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Mtuhumiwa mwingine Khalfani Ramadhani, mkazi wa Kiponza Chamazi, alihukumiwa na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini wapo watuhumiwa wengine waliofahamika kwa majina ya Jackson Twemwesige na Abraham Hassan Mkwawa. Hawa ni wakazi wa Ukonga, walihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ilala kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la kupatikana na nyara za serikali. Ukiachana na hayo mafanikio ambayo Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria yamepatikana kwa watuhumiwa waliokamatwa, wengine mwaka jana, wengine mwanzoni mwa mwaka huu, mashauri yao kuwa yamemalizika katika sura ya namna hiyo, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kuelekea sherehe za Krismasi, kama mmevyoona, soko letu la Kariakoo lina wateja wengi na watu wengi wanaokwenda kwenye soko lile. Sasa hizo ni dalili za kwamba Krismasi na mwaka mpya vipo karibu. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linaendelea kushirikisha umma katika kubaini kazi ya kuzuia, lakini pia kutanzua masuala ya kihalifu mbalimbali ambayo tumekuwa tukiyafuatilia. Jeshi hili litazishirikisha pia nyumba za ibada. Tunajua kipindi cha Krismasi kuna masuala ya ibada, tutazishirikisha nyumba za ibada na waumini wake
kuhakikisha kwamba tunakuwa na mifumo mizuri ya kuzuia vitendo vya kihalifu, lakini kubaini mapema na ikibidi kuwakamata watuhumiwa mapema kabla hawajafanya matukio ya kihalifu. Jeshi la polisi linatambua pia kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho watoto wanakuwa na hamu ya kutembea maeneo mbalimbali kwenye sherehe hizi. Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam tunatoa wito kwa wazazi na walezi kuwa na uangalizi kuanzia sasa kwenda kuchagua nguo au vitu mbalimbali vinavyohusiana na sherehe hizo, kuwa na uangalizi mzuri na wa karibu katika matembezi ya watoto hao, hasa kwenye hii mikusanyiko mikubwa ambayo tumeanza kuiona pale Kariakoo. Kwenye nyumba ambazo watu wanakaa, wasiziache wazi. Wakati wote tumekuwa tukisisitiza nyumba zisiachwe wazi ili isitokee fursa ya uhalifu kufanya vitendo vya kihalifu. Swala la usalama barabarani, sisi Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, kwa sababu malengo yetu ni kuzuia, tumeanza ukaguzi wa kushtukiza wa watumiaji au madereva wanaotumia vyombo vya moto. Tutawapima vilevi kwa sababu tumebaini miongoni mwa vyanzo vya ajali ni pamoja na ulevi. Kwa hiyo tutafanya vipimo vya kushitukiza kwa mtu yoyote tutakayemuona anafanya dalili za kutaka kusababisha ajali barabarani, au yoyote tutakaye dhani kwamba anaendesha chombo cha moto bila kufata utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo msako huu umeanza na hatusubiri siku ya Krismasi. Polisi inaendelea kutoa wito kwa watumiaji wengine wa barabara ambao sio wa vyombo vya moto kuzingatia sheria za barabarani. Watu wanaovuka barabara wazingatie sheria. Huo ni msisitizo wa Jeshi la Polisi, na kwamba hatutasita. Narudia, Jeshi la Polisi baada ya kutoa maangalizo haya halitasita kuchukua hatua za kisheria kwa mtu au kundi lolote ambalo litajielekeza katika kutenda makosa ambayo ni kinyume na sheria. Polisi pia inaendelea kutoa tahadhari kwamba kumekuwepo na mfumo na tabia ya watu kwenye sherehe hizi kujipigia mabaruti na fataki ovyo. Watu wanafanya maandalizi ya kupiga mafataki na baruti ovyo kwenye sherehe hizi. Masuala haya yana utaratibu wake. Ni marufuku na haikubaliki kisheria mtu asiyekuwa na kibali kupiga baruti au fataki, kwa sababu upo utaratibu unaoelekezwa ni wapi fataki inaweza kupigwa au baruti kulingana na kanuni na sheria za upigaji wa fataki hizo. Polisi haitasita kuchukua hatua kwa watu ambao watakiuka taratibu hizo za kisheria. Baada ya kusema hayo, Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam inawatakia wananchi wa Dar es Salaam ambao sasa hivi wako kwenye maduka mbalimbali na masoko mbalimbali maandalizi mema ya kusherekea kwa amani sikukuu hizo. Na jeshi kwa kushirikiana na wadau wengine wa masuala ya kiusalama watahakikisha usalama wetu unazidi kuimarika kwenye jiji letu, na tutaendelea kushirikiana na wananchi wote wema kuona kwamba jiji letu linaendelea kuwa salama kama ambavyo sheria sisi zinatutaka watu wawe salama pamoja na mali zao. Asanteni kwa kunisikiliza.